Kwa si ameita masanse, si amewaipigia simu. Hawa masanse ndio tunafaa tunawaambia wapigie huyo pastor akuje kwa ground. Kwa kumiti na yeye. Juu kila mtu ameona huyu pastor anakula watu matako, pastor zake wanakula vijana matako. Sasa wenye tunaongea hivi kuna kijana wa 19 years ako na ukimwi saa hii na amepewa kupitia matako. Tunaongea nini? Tunaongea nini? Hata gava ikiji-involve na hizo malakuza zao, wanaji-involve kwa justice. Kijana wako depressed wako na ukimwi. Wametombwa nyuma. Kumanaza huyo pastor. Wala yeye. Umekuwa na hizi fununu za hii kanisa. Na imefuatilika semekana hiyo maneno ni kweli. Sasa tunauliza wenye wanakuja kwa hii kanisa, mnakujanga kuombewa nini na mtu anatumia vijana mkundu na huyu matako? Anakula watu matako na mnakuja kanisani. Eti mnajifanya eti mnaombewa. Sasa mnaombewa na akina nani? Ushaiona tajiri anaombewa kanisani? Maskini ndio tu huwa tunaanguka kanisani. Tell niwaambie, I'm very disappointed in this church. Watu walipolizwa ikata kufunga hii kanisa, I'll do it myself. Nitaifunga mimi mwenyewe juu mimi, hapana. Na mwenye anataka kuniputia kamatis. Tupatane na huyo pastor na huko. And then ndio anasemanga mimi tuko na the worst government ever. Huyo mtu anatuma mapolisi wakuje hapa. Eti kutudefend, usivuke kanisa. Huyo pastor sasa hapo wapi? Angekuwa hapa tumalizane na yeye. Tunataka justice kwa vijana. Huyo pastor afike kotini, apatwe na mashtaka afungwe. Hata asilipe chochote afungwe tu. Tukuharibu vijana mikudu bana. Huyo kijana sasa hatawahi kuwa na familia yake kweli. Hawezi. Juu kama hiyo matako kitu ya kwanza inataka surgery. Sasa shwali. Sasa hiyo matako itafanywa surgery. Wakushe siasa. Matako iko na surgery wewe. Hizo mapamba tunatoa wapi kufunga huyo hizo vijana? Na then tuko na hivi watu wanajiita assistant pastor. Kumaanisha wote wako kwa hiyo category. Hiki kitu ifungwe bana. Ifungwe ama iko. Hiki kitu ifungwe bana. Sisi msikiti bana ifungwe bana.